Nimeitikia wito wako mkuu. Asante sana baba. Maana nimeona uzimu ukizunguka hii kijiji ikaa vizuri. Nikapiga nikaona leso nyekundu ikipita kaniambia kuna hatari. Usikubali mtoto akazaliwa kwa hii kijiji atakuja kutuzidi na nguvu hapa hivi sisi hatutaweza tena. Usikubali. Naona tutakuja kulemewa hapa nguvu. Sawa hivyo. Sitaki mtu akuja akazaliwa hapa. Sawa hivyo tu. Maana naona kuna mtu anazaliwa hapa. Sijui tutamamiwa vipi. Sitaki mtu ashike mimba. Kwa hii kijiji hatutaki mtu azaliwe, sivyo? Anipata hivyo. Maana wakuu washanileta nikaona kuna mtu atashika mimba. Na sisi tutaumia sana. Sitaki tena, babu amekataa. Na sitarudia tena, nishasema. Sawa, nimekuelewa mkuu. Ukinielewa itakuwa sawa. Sipendi maana tunaanza kurudia nyuma, nguvu zetu zinaisha. Misimu zinaniambia zinaanza kuyoyomoka na mimi sitaki ziishe. Mimi ndio mzee bazee mwenyewe. Sitaki kushindwa tena. Utende hivyo mtasizaliwe. Kijiji chako ukilinde sana. Mtu asifanye hivyo. Ushike hiyo sheria. Unaweza ondoka sasa. Sawa mkuu, wache niondoke. Hivyo. Mwenye anapinga tasika moja. Nimeshaambia na mnanijua kwa hiki kijiji. Mnanijua. Ala, kwani nyinyi pia mtakubali ujinga wa huyu mtu? Hamtaki kuzaa? Kama mimi hata sijazaa bado. Siwezi kuishi bila mwanamke. Na si amesema mwenye anapinga sheria atazikwa. Hata kama, lakini msikubali. Hata kama nitazikwa, but nitazikwa na mwanamke wangu. Mimi hata kama mimi bado sijaiza, alafu nyinyi mnataka mkae aje? Lazima tuoe tumekataa, Mdogo wangu. Ndio kaka. Umetoka maji? Sasa utayarisha ama kuna mageni yapi ama kuna mazuri yapi? Unaona yule mkuu wetu? Akatuita jana kwa mkutano. Unajua ametuambia nini? Asitupangie. Nakwambia dada yangu asitupangie. Watu tumemvumilia sana kwa hiki kijiji. Tumemvumilia sana. Anakuja anachukua kuku zetu, anachukua mashamba yetu, tumemvumilia sana. Na mimi sasa wakati huu sitaka kuvumilia. Dada yangu, kama ni kunyongwa, kama ni kufanya mimi nitanyongwa, lakini mimi nataka kupambana kadri ya uwezo wangu nishughulikie maslahi ya wanakijiji. Hatanyanyaswa hivi. Mimi dada yangu, wacha nikwambie. Ninatoka saa hizi, ninaenda kuona rafiki yangu. Kama pia alikuwa kwa huo mkutano ataniambia. Na sitakubali. Nakwambia dada yangu. Hii jembe iko pasuka hivi bure. Tunakulia leo hiki kijiji. Tunataka hakuna hapa kitu watuleta hapa. Mafia! Mwingie hapa mfanye kazi yetu. Kuna kitu kuleta hapa fujo. Hii kijiji paka ikuwe vile tunataka. Hala! Don't be stupid. Fanya kazi. Fanya mafia, fanya kazi. Fanya kazi. Fanya kazi. Commandos wangu, fanyeni kazi hivyo. Very good. Very right. Lakini kaka wewe muoga. Umejipiga kifua uogopi mtu. Hapa sasa umemwinamia magoti. Dada yangu, ngoja. Wapi umeona jinsi wamekuja? Jinsi wameingia na panga. Si wewe ni mwanaume basi. Ningedongwa sasa ningekufa na tumbo yako. Dada yangu tafadhali. Wacha nitajifikiria dada yangu, lakini mimi mwenyewe nimesema nitapigania hiki kijiji. Lakini sijasema wangeniua sasa. Mimi nitashughulikia, mimi ni muoga, nitashughulikia hiki kijiji. Dada yangu nini? Nini? Unatapika? Unatapika? Dada yangu. Unatapika? Kaka,
Kusema ukweli venye naona hii dalili yangu ni kama niko na mimba. Aje mimba aje na unaona venye kijiji imekaa saa hii. Sasa kaka mimi nitafanya aje? Oh. Dada yako umeniweka kwa shida. Mimi nitaficha wapi uso wangu? Tutajificha wapi? Sasa kaka sitoko wawili hivi ikija julikane una mimba alafu uzae watakufanyaje? Sasa kaka mimi nitafanya aje? Watakufanyaje? Siwezi toa mtoto. Ishatokea. Mimi usiniweke hapo. Dada yangu usiniweke hapo. Kwani kaka unaniruka? Dada yangu mali imefikia. Mimi nitaenda Ulaya. Mali imefikia dada yangu. Acha nirudi shamba. Tengeneza chakula. Sasa kaka mbona tujamaliza story na unaondoka? Dada, tutaongea usiku. Sasa hizi wacha nirudi shambani. Tutaongea dada. Lakini mbona haraka hivyo? Ndugu yangu, nilisikia jana mlikuwa mahali kwa kikao na mkuu. Sasa mimi si kuwepo, lakini dada yangu amejaribu kuniguzia na hajaniguzia vizuri. Sasa nimesema acha nikuje kwako unielezee vizuri kulikuwa aje. Kule mkutanoni? Kwa mkutano. Kulikuwa hapo na mkuu, ila alisema mambo mengine alinishtua sana. Gani? Alisema kuwa mwanadada yoyote hapasiwi kushika mimba kwa hiki kijiji. Na mwanaume yote hapasiwi kumpa mwanamke yoyote mimba. Yaani kwa ufupi, mtoto hapaswi kuzaliwa humo kijijini. Kwa hiki kijiji. Akizaliwa wawawa. Na acha nikwambie, wewe mkuu anatuchukua hivi. Anatutesa sana. Nakwambia mimi siku moja nakuja kumpiga. Unajua wale askari wake wanitishi. Yaani nimechoka kakangu bana, nimechoka. Wale askari wanitishi. Unajua mimi wanitishi? Sasa acha nikwambie. Hiyo jana walikuja kwangu. Wakabeba vitu, wakabeba masufuria, wakabeba kila kitu. Walibeba kila kitu kwangu. Mungu wangu. Nikashindwa nifanye nini? Sasa acha nikwambie. Nitakuja kuwanyonga mmoja baada ya mwingine. Kuwanyonga hao na wanapanga bana. Acha nikwambie, lakini usiambie mtu. Sitamwambia. Usimwambie mtu mimi ndio nimesema. Lakini nitakuja kuwaua. Nyinyi wana kijiji mjue tu nitamuua. Utawaua? Kakangu utakuwa umetusaidia sana. Lakini msiwaambie. Hatutawaambia. Na usiambie mtu. Iwe si mtapata tu wamekufa. Asante ndugu yangu. Nitalifanya hilo. Unanihakikishia? Ninakuahidi. Sawa kaka. Asante. Sawa ndugu yangu. Sawa. Ndugu yangu. Hebu kidogo. Nilikuwa nimesahau. Sasa ndugu yangu, na hii nilikuwa nimesahau. Na nimesema siwezi sahau. Na hii kwetu yako. Usiambie mtu. Sawa. Dada yangu mwenye ninafuata ako na mimba. Ameshika mimba. Dada yako anayekufuata ameshika mimba. Mungu wangu utafanyaje hilo? Hadi nimeshindwa. Lakini usiambie mtu. Iko tu yako. Sawa. Ndio. Iko tu yangu. Sijui nitafanya aje. Acha kwanza nipike huku nione venye nitafanya. Lakini usiambie mtu ndugu yangu. Siwezi. Wacha niende. Sawa. Tutaongea sawa. Ila sitamwambia usiambie mtu. Sawa ndugu yangu. Sawa. Habari zenu? Nzuri sana. Mbona unapita kwa ufalme wetu hapa? Wakuu, nilikuwa naulizia kama mkuu yuko. Hayuko. Masoja muache. Kijana. Ulikuwa na ujumbe gani kijana? Mkuu, nilikuwa nasema kuna jambo limetokea. Nataka nikuarifu mapema kama mkuu wetu. Msichana mmoja amepata mimba. Dada ya kina Lukiho. Dada ya kina Lukiho. Ndio. Okay, nimesikia ujumbe. Sasa ondoka hapa ene. Sawa mkubwa. Nisikilize masoja. Si mnakumbuka vile nilioda kwa hiki kijiji? Hiyo ujumbe itakani hapa. Fanyeni hata dakika 5 sisikwishe. Fuateni huyo mjinga na ili nimeelewa sawa. Haraka. Hii ujinga. Hao kijana leta hapa ujumbe gani? Mimi nikataza mtu anashiki mimba kwa kijiji. Wacha wanifanyie kazi vile nilioda. Wacha watoe shinga haraka hata waua.
Karibu. Kwani kuna nini rafiki yangu? Nimesikia wanajeshi wa mkuu wananitafuta. Wanakutafuta? Kwa makosa gani? Niko na mimba. Mimba? Kwanza kuja keti hapa tuongee. Keti hapa. Lakini sasa watu wataishi aje hii dunia bila kuzaana wala kuoa kweli? Ndio nashangaa. Unajua mimi hizi tabia za mkuu hazinipendezi kabisa. Sasa tutafanya aje rafiki yangu? Usitie shaka. Mimi nitakusaidia. Nitakuhifadhi hapa nyumbani. Hata tukuta. Mimi niko tayari rafiki yangu kukusaidia. Ni sawa? Sawa, asante Ondoa sana wasiwasi. Asante sana rafiki yangu. Ni sawa, karibu. Rafiki yangu. Una nini? Taratibu, taratibu, taratibu. Shika hapa. Hapa. Sawa, taratibu, taratibu. Haya, taratibu. Taratibu tu. Kwani imekuanza lini? Simama kidogo. Haya, jikaze. Jikaze kabisa. Haya, jikaze. Jikaze rafiki yangu utakuwa salama. Haya, simama. Haya, taratibu, taratibu, taratibu. Taratibu, taratibu rafiki yangu. Utakuwa sawa. Haya. Haya. Taratibu. Masoja komando. Nimesikia mtoto amesaliwa kwa hiki kijiji. Na hiyo kitu nikakataza, nataka hivi saa hii mnisikilize. Mtoto huyo mlete huyo mjinga mama yake na mtoto akiwa hai hata kama amekufa mlete vyovyote vile mimi nataka. Mnasikia? Enda! Come on. Wangu ameuliwa. Sasa sijui tutakuwa tutafanya aje. But shamba yenyewe nayo nimeona iko sawa. Iko sawa lakini nitatafuta mtu mkubwa mwenye atakuwa hapo hivyo kama eyewitness. Sasa hata mimi niende nitarudi. Okay, poa. Mimi niende nitarudi. Okay, sawa, bye. Tunaonana. Fika salama. Hata wewe. Mtoto mwenye analia naye nani amekufa hapa mtoto? Ni wasichana tu wenye wanapata mimba ovyo hapo. Nimekaa sana hata sina mtoto, sina nini. Fanya wangu. Nataka nimebahatika. Huo pia ni mwenza ya wangu. Sasa pia mimi nikienda huko nje wasichana at least. Yes, kama ni fit kabisa. Hii sio jaketi yangu. Mbona umevaa jaketi yangu? Kwanza ukiangalia hii jacket na ukiniangalia inakufanana. Najua ni yako. Unajua sasa unataka majirani wakuje aanze kuangalia ni ufurahie. Mbona umeivaa kwanza? Nimevaa tu kuna wasichana wanapitanga hapa nikiwatongoza wananikataa. Pia mimi maybe inaweza kuwa nyota yangu kupendekeza kwa jaketi yangu.
Sasa hapo kuna shida gani lakini? Kwanza wewe si bradangu, walikuokota tu. Umesema na uko na nguvu ya kuvaa jaketi yangu. Waliniokota aje? Wewe unajua ni wapi walikuokota? Leo ni mwisho kwa sasa. Umelia miaka mingi, umeteseka miaka mingi. Afadhali tu venye umekuja. Hata kwa zata nilikuwa nataka kukutafuta penye umekuwa kwa chama huko. Nini mbaya? Sandra ameniambia mimi sio mtoto wa hii familia. Full stop. Alikwambia hivyo? Aliniambia ama ameniambia sahi hapa. Na mmeanza aje ndio akakwambia? Kwa sababu hii jacket ni yake, sijui amepewa na boyfriend wake kama amenunuliwa, mimi sitaki kujua. Na amenipata nimevaa jacket yake, anakuja anaanza kuniambia ati mimi sio mtoto hapa. Niambie tu ukweli. Sandra huyo naye sasa nani alimwambia hivyo akwambie? Na sasa wewe pia umechukua jaketi yake kwa nini? Si ungewacha tu uvae hapo. Hapo ya jaketi haiko hapo. Wewe niambie tu mimi kwetu ni wapi? Ni hapa. Ni hapa aje na wameniambia si hapa. Sasa kijana, acha nikwambie ukweli. Mimi nilikuwa nimeenda kutafuta shamba mahali. Na vile nilikuwa nimeenda kutafuta shamba mahali, tukaachana, nikarudi hivi. Kurudi hivi nikapata kitu imelala hapa. Sasa mimi nikasema natamani watoto, mimi nikabeba huyo mtoto. Mtu alitupa hapo mtoto. Sasa mimi nikabeba na alikuwa wewe. Sasa nimekutuza, umekuwa mkubwa. Sasa kama Sandra amekwambia, yenyewe nilipokota kwa barabara pale, nikabeba. Sikutaka kuacha hapo, na wewe ni malaika. Lazima nibebe mtoto, nikuje naye, nimulee akue mkubwa. Na sikusikia mtu akiulizia ati mtoto wangu. Na ni kama wasichana wenye wanazaa wanapata mimba ofyo ndio walitupa wewe huko. Sasa mimi sijui mamako, sijui babako. Yenyewe nao nimekusikiza na nimekuelewa kabisa. So hiki kitu ungefanya, nimetamani tu nipeleka hapo penye uliniokota. Na nitajua kweli hapo mahali pengine walifyeka. Lakini penye ulikuwa nenda kununua udongo huwezi kosa kujua. Wewe nipeleke tu kwa hiyo hapo tu hiyo area. Nipeleke tu hapo. Acha tujaribu, lakini na sasa unaenda kufanya nini hapo mahali? Nataka tu nienda hapo, tuende tu hapo. Niko na sababu ya kuenda hapo. Sababu gani? Hebu niambie pia mimi sasa. Nataka niende hapo kwanza, nataka nijue wazazi wangu. Na wazazi wako hawako pale, ile ilikuwa kichaka. Nilikuokota kwa kichaka. Hakuna nyumba, hakuna chochote pale. Sawa, tuende tu nitaangalia mwenyewe. Sandra ameniletea maneno ya jamii. Kijana wangu, mahali nilikuokota ukiwa mdogo ni hapa hivi. Nilipata hapa kama walikeleleza. Mimi nikabeba, nikaenda na wewe. Nikakulea ukakuwa mkubwa. Sasa hata sijui umeanzia wapi na hata sijui sielewi yani. Usikuwe na wasiwasi. Mimi hapa tu ndio nimetaka unifikishe, nitakuja kukuona. Si nyumbani najua. Nimekuambia unaona kichaka ndio. Sasa utakaa kwa msituni. Mimi ni mtu mkubwa sasa. Mtu niko na 20 years. Mimi sio mtoto. Nyumbani nitarudi. Acha kwanza nitembee kwanza nijue village yangu, alafu nitarudi. Utajua aje village yako? Utajua aje? Natembea tu kwanza nikiangalia, alafu nakufuata. Kijana. Hata kitu naweza kuambia tu, na asante kwa kunilea, lakini bado nitarudi. Sawa, Mungu akubariki. Sawa.
leo. Nini mbaya bwana? Siamke nini mbaya? Amka bwana, nini mbaya? Amka hapa saa ngapi? Amka bwana, nini mbaya bwana? Umekuja pombe gani? Siamke bwana, nini mbaya? Wewe lenga amka. Siamke nini mbaya? Ondoka. Ondoka. Sasa una bibi una lala kwa ondoka. Habari bwana. Nzuri. Mimi ni mgeni maeneo na nilikuwa natafuta sasa. Ondoka wewe nani hapa? Ondoka wapi sasa? Mimi nimeletwa hapa asubuhi, sasa kutoka nikuja hadi saa hii sijakutana na mtu kwa hivi lini. Wewe ndio mtu. Mimi ndio mtu wangu wa kwanza kukutana na yeye. Na ukiniangalia unaweza nijua? Sikujui. Lapo nitoka wapi sasa? Bro, najua ni kama maybe ni Mungu ndiye ametukutanisha. So ile kitu ungenisaidia, nisaidie kwa tu at least nikaa naweza lala kwako, alafu nitatoka asubuhi. Niko na watoto wasichana kwangu. Nisaidie hata kama naweza lala na wewe tu hadi asubuhi. Na mimi ni msichana. Sijasema nataka wasichana. Unisaidie kwa tu penye naweza lala, hata kama nikulala kwa na wewe, hata kama unipeleka kwa kuku mimi nitalala. Kwa kiti. Kama ni kwa kiti sawa basi. Pesa ngapi? Pesa ngapi? Toa doku bwana. Nasema aje baba? Nyo nayo saa hii venye niko hivi ndio venye niko tu. So sina pesa yoyote. Utafuliza? Ulikuwa unasema aje bro, changamka? Hata simu pia sina hapa. Ningefuliza lakini hata simu pia sina. Sasa tufanye aje? Nisaidie tu. Na ukiniba niko na 32 inches, ukibeba tunaweka viari. Twende. Kwani baba urudi kwa iboma saa ngapi? Babako uko tu karibu kuingia. Na saa ni saa 6, imagine. Ako tu mlevi huko kwa mataro anakuja. Oh my god. Tangu nikuje nimetembea village sijiona hata watoto. Kwani huku watu kwa wazai? Kwa hiki kijiji yetu mkuni alikataa. Yote mimi nashangaa na hivi. Sasa hapa ndio kwa boma. Hapa ndio kwa boma baba. Baby, nini mbaya? Nini mbaya? Nini mbaya wewe? Mama niambie nini mbaya unakaa hivi? Kwani mbona umelewa? Na umemtolea raha yangu ama unaniambia nimelewa? Hiyo kunywa mvinyo. Umetolea pia. Kaka jamani, mkapata tu kwa barabara akasema nikasaidie na uchunge. Ni mmoja tu kasaidie kataenda kesho. Si ndio mama? Siamka tu ni hage mama. Mama. Huyu ni mgeni wangu mpaka tu kwa barabara. Ameshindwa tu, amelala tu dangalali. Nikasema nimsaidie tu. Umekubali? Karibu mwane kwa nini? Karibu. Na umepika nini? Na anaitwa nani? Wewe sema jina lako. Unaitwa nani? Ambia mtoto wangu ni mtoto. My first boy. My first gun. Ukilala hapa usimshike. Wewe unaitwa nani? Mwambie mama muuliza anaitwa nani? Unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Kisirani Brigadier. Brigadier? Hiyo jina gani? Ebu mama muulize jina tu, alale tu. Ni mambo tu. Ambia mama wewe unaitwa mtoto wangu wewe unaitwa nani? Yes, nimemwambia anaitwa Kisirani Brigadier. Ati Brigadier, babangu anaitwa Captain. Na ati Brigadier? Si unaona? Mwambie jina, ambia mama. Sasa venye nimekuambia hivyo ndio venye naitwa. Kwani ujui kwenyu? So mimi nimekuja na mamangu mlezi. Chakala. Nimemsaidia tu. Anapokuwa. Baba wapi asutulie? Mama. Sawa. Sasa mimi nilikuwa nimekuja kuangalia, nimeletwa hapa nikaambiwa hii ndio village yangu. Sasa vile nimekuja, nimetembea kutoka asubuhi kufikia saa hii. Huyu ndio mtu wangu wa kwanza kupata. Sasa amenipata hapo kwa njia, nilikuwa nimetafuta hapo peneza lala. Nikampata nikamuomba anaweza nisaidia hapa kulala tu. Leo ikifika asubuhi
Mimi niende ndio Babangu akwangi mbaya, pombe tu ndio inamharibungu kichwa. Bana, mama yangu, pombe. Babangu ni mzuri, anajua machozi ya simba, machozi ya simba. Hiyo ni talanta. Sawa, karibu. Hapa ni kwetu, karibu. Na asiibe kitu mama. Ile flash toa. Ficha. Su karibie kwa nyumba basi. Mshikilie. Asanteni tu sana. Inama sema asanti. Wewe mwewe. Shika mpeleke nisaidie mama. Nimekuita mara ya pili. Naam. Kazi iliyokupa hujaifanya. Haijaenda sawa. Umekeuka kisheria. Mimi sishindwangi. Nimekaa hapa kwa dunia miaka 200. Na nyuna nivyo hivyo tu. Mambo isharibika. Nitatoa onyo kali. Mkuu, nilijaribu lakini mambo haijakuwa sawa. Unieka kiburi, sivyo? Ukaeka kiburi, ukaniekea kiburi mimi. Sasa nyinyi mlilewa. Mkachukua badala kushika mtoto mnashika mamake. Mimi nimekasirika. Nguvu niliyokupa naona nitakunyang'anya uwezi. Hiyo nguo nyekundu ni ya kumaliza. Huyo mtoto namhitaji. Mtoto mgeni kwa kijiji hapa namhitaji. Kama sijachimba kaburi mimi mwenyewe. Mkuu, samahani. Kitu wacha nifanye sasa ni kushika kila mgeni mwenye yako kwa kijiji. Asanti babu, akaniongeza nguvu. Nishachimba kaburi tayari. Kwa huo msaada wako na uhitaji haraka itakanavyo, namhitaji haraka. Namhitaji. Asante mkuu, itawezekana sasa. Sema shida yako. Mzee, siko bwana. Kuna jamaa nimempata bwana, nimeogopa bwana, sijui ni mwizi. Tulikataza watu kutembea usiku, ulikuwa unatoka wapi? King, siko bwana. Mimi nilikuwa natoka huko Mzibengile. Sasa kukuja kidogo, nikashangaa. Karatasi nini? Kufika kuangalia hivi, kumbe ni mtu amelala. Kumwamusha, kumuuliza maswali, akaniambia, yeye ametoka mbali, ajui penye anaenda. Nikasema, wacha nikusaidie. Kufika kwa nyumba nikapata mama watoto na mtoto wangu mmoja mkubwa msichana. Nikasema, mama, nimerokota huyu jamaa kwa barabara. Kama tunaweza kumsaidia, tumsaidie tu halale. Sasa mimi nimeogopa, nikasema jamaa, ni mwizi, ni jambazi, ni gaidi. Nikasema, wacha nilete ripoti kwa King na anisaidie. Wewe kijana baada yako kwako? Hako kwangu King. Mama jaribu mtoto wangu, acha tutaona maneno baadaye. Sawa King. Lakini kesho asubuhi nimeomba kuja. Naam. Akatupata. Hakuna mwenye anaweza kutupata. Kama umenipata mimi, hata kama kijiji alikataa, pia mimi nitafungia kwa mtoto nje. Hapana. Hawezi akakataa. Sasa umenikazania tunafanyia hapa ama tunaenda kwako? Kwanza ngoja kidogo. Unajua unafaa ujisikie kwa kwanza ndio unipelekee kwa nini. Ni nani? Nini mnafanya nyumba yangu? Nilikuwa naambia mzee pole tu, nilikuwa naambia huyu msichana, unajua tunasomana na yeye. Sasa yeye ndiye amekuja, mimi nilikuwa tumeenda na yeye huko, kwa town. Msichana, wewe si ni mtoto wa Dori? Unanichezea, unanidanganya. Hapana mzee. Hapana, pole kama nimekukosea mzee, pole. Toka hapo uende. Ama nikupeleke kwa mkuu. Hapana. Msichana, ingia kwa nyumba.
Mlitoka town kuja kunisumbua. Hao watoto wanajua nimekaa muda gani? Nyinyi watoto, wacha kesho nitaenda kwa mkuu. Ndio mtajua kweli mimi ni nani. Watoto. Dada yangu, unaenda wapi usiku? Naenda kutembea ndugu yangu. Hapana, nilikuwa naongea na hawa kijana wa Duori. Amesimama na huyu msichana ambaye ametoka town, huyu msichana yetu hapo ndani. Ng'ombe. Ng'ombe gani? Wewe nimesema nilikuwa naongea na msichana huyu mwenye tumeishi na yeye, alikuwa na kijana Onyango hapa. Huyu wamekimbia. Wezi hawa. Dada yangu, wewe hata sasa enda uangalie sasa. Dada yangu. Tuingie kwa nyumba. Walikuharibu kichwa. Sasa ulikuwa unaenda maji? Nimekuma maji na huyu mgeni wetu. Baba alikuja naye jana usiku. mambo. Poa. Anaitwa Brigadier. Mimi naitwa Belma. So alikuwa ameinsist ati anaenda na mwambia baki, but ameinsist tu ati anaenda. Sasa ndo nampeleka. Sasa namtembeza tu kidogo. Ajua hiyo ni Sasa mimi nimemtembeza sana hadi nimechoka, naona tu vile unaenda hivyo maji nikupeleke, tukienda aende tu. Sasa sina cha kudu. Na najua penye anaenda. Unajua mali unaenda. Nilikuambia huku kwa hiki kijiji mimi ni mgeni. Lakini sasa acha tu nienda nikuulizie huko mbele. Kama nitapata mtu ni sawa. Sasa hadi ungekaa kidogo ukajuana hata na wazazi wangu ama nini kitu kama hiyo. Siwezi kaa kwa sababu niko huko na muda mchache sana. So acha mimi niende. Nitarudi nishajua nyumbani kwenu mimi. Sawa, usifike poa. Sawa. Mgeni mwenye nileta jana ameenda wapi? Mgeni mwenye nilikuja naye jana kwa wapi? Baba. Mzuri, mgeni mwenye nilikuja naye kwa wapi? Mgeni amesema ati anaenda. Utamuleta. Ameniambia anaenda kwa. Utamuleta. Maneno nilikuwa nishapeleka kwa mfalme. Yuko wapi? Sasa nitamtoa wapi? Hiki kijiji yenyewe iko na maneno msinilete. Kwani usikila kuambia unataka kubishana? Pombe inakusumbua achana. Ameenda wapi? Utamuleta. Ameendea barabara gani? Ameendea huku nyuma. Utampata kweli. Pombe inasumbua watu wengine. Niko mzima. Na mbona unakaa? Wewe ni mwenyeji maeneo haya? Ya, mimi ni mwenyeji maeneo haya. Kuna tatizo? Kuna tatizo lakini sio kubwa. Kama gani? Mimi nimeletwa kwa hiki kijiji. Nimeambiwa na mwenye alinilea ati hiki kijiji hapa ndio nyumbani.
So nimekuja nimetembea kutoka jana hadi leo sijakutana na mtu mwenye ananipea information poa. Umeambiwa huku ndio nyumbani kwenu? Nimeambiwa na mamangu mwenye alinilea, lakini sio mwenye alinizaa. Mwanzo sheria ya hiki kijiji, mkuu wa hapa alisema hakuna kuzaliwa mtoto wa hapa kwa hiki kijiji, na wala hakuna mtu kuoa ama kuolewa. Na wewe ulipatikanaje huku? Umesema kwa hiki kijiji hakuna mtu kuoleka? Ndio. Sasa kama hakuna mtu kuoleka, mbona penye nimelala leo kuna wasichana rika yangu? Hao tu ni watu wametoka huko town. Sasa ni wageni wa hiki. Ni wageni wa hiki kijiji. Lakini ni kama kuna kitu nakumbuka. Umesema uliokotwa. Kwa hiki kijiji kuna watu watatu. Mmoja alizaa mtoto akarusha akauawa. Wa pili akazaa mtoto wakamgundua wakamkamata. Wa tatu alizaa mtoto akarusha wakampiga hadi amekuwa kichaa. Sasa kati ya hao watu watatu mimi nitaelewa mwenye alikuzaa ni nani kweli? Sasa mimi sielewi. Kati ya hao watu watatu mzazi wako ni yupi? Umesema mmoja? Mmoja alipigwa hadi akauawa. Wa pili ameshikwa hadi saa hii ako gerezani huko kwa mkuu. Wa tatu naye alipigwa hadi kichwa kikaharibika kabisa. Sasa kwa hao watu watatu sielewi mzazi wako haswa ni nani? Kusema ukweli hapo nao nimechanganyikiwa kabisa. Sasa kitu tufanye, kama unaweza nisaidia, nipeleke, unajua watu kubaboma zao vizuri. Najua. Sasa nipeleke tu mmoja baada ya mwingine tukisoma. Sawa. Haya twende. Twende hivi. Twende hivi. Mwambie afanye kazi hataki. Mimi sitaki. Najitengenezea ulinzi wangu mimi mwenyewe. Nina kijana nataka nimulete waje wanisaidie wasaidizi wa kumalisha. Kampatia kazi ya Karinga. Kazi yenu ni kumaliza ule mtu ambaye atakuja kuzaliwa kijiji ovyo ovyo. Kazi yenu ni kumaliza. Ndio mkuu. Ule ambaye atazaliwa. Yes mkuu. Kazi ni kumaliza. Ndio mkubwa. Kuna kazi nataka nikawape sasa hivi. Ndio mkubwa. Kuna kijana akazaliwa akaficha akakuwa kwa mzee Kuratu. Yes. Na muhitaji muende akilala usiku. Maana nyinyi mna mabawa. Mkanibebe msimuue, msithubutu kumfanyia chochote. Ndio mkubwa. Kazi yenu ni kumleta kwangu. Ndio mkubwa. Wengine nikiwapa kumaliza. Hivi vyeusi hivi vya kazi yao ni kumaliza, sivyo? Ndio mkubwa. Mtu hakuna huruma, ukileta huruma sitaja hata kidogo. Ndio mkubwa. Na huyo mzee niliyompa kazi akashindwa. Nataka adabu kubwa kwake, viboko mkamvamie. Nitawatuma siku ya kumwadhibu, sivyo sasa? Ndio mkubwa kiongozi. Nawatuma. Amuniheshimu.
Shida ni nini? Yule kijana mwingine ako wapi? Msichana yupi? Tumepata habari kuna kijana mgeni huko kwako. Kijana wangu, huyo kijana simjui, alitoka na msichana wangu. Sijui mahali alipo, lakini habari nilikuwa nishapeleka kwa mkuu. Ndio mwenye tunatafuta na tunamtaka. Tafuteni askari, twende tutafute mara moja. Nataka mpe taarifa ya kweli sasa hivi. Nayo mkubwa. Mnipe sasa taarifa nishughulikie sasa. Mkubwa, tumeenda huko na tumepata kijana yuko. Ndio mkubwa. Na ule mzee amesema kijana ametoka asubuhi na mtoto wake na juu ambapo mahali wameenda. Kweli mkubwa. Yeah. Ananipa kazi ngumu, misimu mimi ninazo. Misimu ninazo. Ai! Kuna kijana ananikosea sasa. Mbona ananifanyia hivi? Mnamuona? Ndio mkubwa. Mnamuona? Ndio mkubwa. Namhitaji kuja hapa hivi. Liza. Mnyeti, umenipata hadi huku. Ujui sheria huku. Ngwani kuna sheria gani huku? Hata tukipata hapa, hata sijui. Ngina nani? Mko na serikali ni kali. Nzele ngali. Ngwani nandu. Wewe nimengwamia kundonga ngindambo nilikuwa nangumbengia nzimu muziki, ungizingo unaniambia ngongwa nyanyango. Nzo ndio ningamwane ngumvande. Nzemba unaelewa? Nzo ndio ningamvinga hapa. So sijui ningwambie nini. Ninye nangumbenda ndiliza. Sasa ile huku inasema nini? Nzo nimemvinga hapa. Na enzambi yangu ndange ngumba ilikuwa ni ngumbembe nduende. Zindange kujua mambo nguzu ngijinjie. Mzistuki. Na nimekuja hapa kwanza umeletea mashida. Sindangani. Wani ngijinjenu inangulanga wanu. Tuke na kila mtu akae kimya. Asanteni sana. Mkae chini sasa kidogo niwahudumie. Wahudumu wangu mmefanya kazi. Asante mkubwa. Heshima zikawarudia. Kijana, hiki kijiji umekujaje kwa hiki kijiji kuchokora? Mnakichokora kama nani? Huku ni kwenyu. Mwanzo unajua mimi pia sielewi. Mali ulipo uwezi elewa, hata ukiambiwa uwezi elewa. Mimi ni mgeni huku. Ndio hiyo. Sasa kuanzia kuleta tamaa ujinga kitamaza kuku hapa kwetu hatuna. Kuanzia leo na waadhibu, naona nyinyi wote wageni. Au taitamani msichana kufika kufa kwako. Au taitamani kijana kufika kufa kwako. Na utaishi hivyo. Nishamaliza. Mkaondoke, lakini usiku nitawahitaji na sitakuja kwenyu. Nitawavuruta mimi mwenyewe na mtanipanguzia kufufua maiti zilizokufa na kupanguza. Nitajua hiki ni kijiji kipi. Poteni. Kazi ya pili mtanifanyia hivyo. Ndio mkubwa. Poteni.
Yaani wewe unatoka wapi saa hii? Nilikuwa natembea tunataka tukaenda kijiji. Nilikukataza mjukuu wangu. Nilikukataza. Hiki kijiji si kizuri kabisa. Aya, elekea nyumbani. Kuna mtu namuania huko, sawa? Mjukuu yangu. Na umekaa sana? Nilikuwa nimeenda kubadilisha nguo. Umekwenda kubadilisha nguo? Sasa tunaenda aje? Tunaenda hivi? Tunaenda hivi. Sawa. Mmoja alizikwa hapa. Hapa hivi? Hapa hivi. Yule mwenye alipigwa akakufa, akazikwa hapa. 20 years ago. 20 years ago. Sasa mwingine alikamatwa ako kwa mkuu. Alafu mmoja ni mwenda wazimu. Sawa. Hebu tuone wewe mwenda wazimu. Nakuonyesha hapa. So next tuone mwenye aliharibika kichwa. Sawa mjukuu wangu. Hebu kidogo. Unakimbia kwani shida kwa wapi? Mjukuu wangu, hii ni shida. Huyu alishavulaniwa hivi. Hiyo hata ni kazi ya mkuu. Nikwambia hiki kijiji chetu akiwezekani kabisa. Unaona hiki kijiji ni kibovu sana. Sasa unaweza ongea, hebu jaribu kuongea. Naanza. Kwa sawa? Mzungulan. Mzungulan. Hey, angi Mzungulan. Hey. Sawa. Mjukuu wangu waki umefanya kitu kingine kikubwa sana. Yaani wewe ndiye mkombozi wa hiki kijiji kabisa. Ona tu huyo kijana ameteseka sana kuongea, lakini leo umemponya. Haki Mungu atusaidie tu uokoe kijiji chetu. Unajua sasa mi atamblo na nzungulu Mungu ngungundana na nyenye ni malaika ameniongoza nungu mbala. Nilikuwa ziongei nimenjanganyikiwa. Watu wangapi? Mambembo. Zindio zozo mambembo kwa Nzilundi. Kijiji sana mjukuu. Nzilundi ingi njinji. Next ukuwe mtu makini sana. Nzungula nzaendia wengine. Mwangalifu kabisa. Be the area of the Mjukuu wangu. Ngoja hapo kidogo nikajisaidie. Ngoja tuendelee na safari. Sawa. Nimetuma nikuje nikushike. Kijana yangu, nilikukataza kufuatilia mambo ya hiki kijiji. Sasa ona venye unafanana, Ona venye unafanana.
Achana na hayo mambo kabisa. Unajua miaka 20 zenye zimepita, mimi ndo nilikuwa jeshi wa mkuu, lakini kukupata ndio ilifanya tukakozana. Usipoacha kufuatilia maneno ya kijiji, utakufa vibaya. Isikupate huko mara ya pili, iwe ya mwisho, utakufa bila chochote. Wanya wangu, mimi kenye nimewachia hapa, meonyelea hivi. Hii kijiji imetuboesha sana. Wakuu wa hii kijiji wanaboesha sana. Mimi nilikuwa natakaje kila mtu ahame kwa hiki kijiji. Angalie tu sehemu yake binafsi aende akae huko. Sasa mimi yangu imeisha tu hapo wana kijiji. Sijui nyinyi mtafanya nini. Mimi yangu imekuwa tu hiyo. Kunataka na neno, hebu aseme. Mimi siwezi hama kwa hiki kijiji kwa sababu mama yuko hapa, baba yuko hapa. Hapa ndo nyumbani. Na wakicheza na sisi tutawatandika vilivyo. Hayo ndio yangu tu. Mimi naona hivi. Mimi naona kwa hiki kijiji tunafaa tuhame. Okurato kama anataka kubaki hapa abaki. Sasa ona kama shosha yangu asharibika kichwa, wana kijiji. Mnataka tu pia si tuharibike kichwa. Wana kijiji simnijibu, mnataka kuhama ama mtaki kuhama? Hatuwezi hama kwa sababu hapa wazazi wetu wankufia hapa, sisi tumezaliwa hapa na tumelelewa hapa hapa. Hapana, mimi najua chungu nasikia sababu nyanya yangu ameharibika kichwa. Nafika hapa. Mimi yangu ni hayo tu. Haya ni sawa. Uko na jambo kusema? Ndio. Mimi napongeza huyu kijana. Angalia nyanyake vile yako. Heri tutoke kwa hii kijiji. Hata kubali kunyanyazwa. Mimi nimekataa hiyo. Yangu ni hayo tu. Ndio. Ongea. Hadi mimi naunga watu mkono, watu andaa kutoka kwenye hichi kijiji. Kwa sababu pia mamangu amemuua hapa karibuni. Sisi tumeunga mtu mkono ambaye anasema tuondoke, ni hayo tu. Wana kijiji. Yeah. Mko tayari kuhama? Ndio. Hatuhami. Ndio. Hatuhami. Nilijua uko na jambo la muhimu utaniletea mimi. Nipe jambo. Mkuu. Nipo. Wanakijiji wameamua wanataka kuhama kufuatana na maneno yenye yanaendelea. Wanataka kuingia kwa kijiji upo, lakini wa kuondoka haupo. Wanataka kunijaribu kunulima makucha. Nitawatokelezea mbele kwa mipango zao. Watanijua mimi ni nani. Nitaziba na macho zao. Mlango wa kuzimu umewangojea. Asante mkuu. Mimi nipo tayari. Hawanijui mimi niko na ndege na niko na mabawa. Nitawatokelezea. Wachunguzi, lakini wako mikononi mwako. Ngama ndio maana bati sijui na ndonga leo. Na ndonga. Anda nini mfanyinge? Nzuri yangu na mwenye ananivanda. Na leo na ndonga. Anda nini mfanyinge? Kwani inge ngila ngino ni mambembo.
Nilikwambia mlango wa kuingia kwa kijiji upo. Kwa kuondoka upo. Utajua mwanangu uliingia pabaya. Hivyo tu. Mambo isharibika. Nitatoa onyo kali. Mkuu, nilijaribu lakini mambo haijakuwa sawa. Uniweka kiburi, sivyo? Ukaweka kiburi, ukaniwekea kiburi mimi. Sasa nyinyi mlilewa. Mkachukua badala kushika mtoto mnashika mamake. Mimi nimekasirika. Nguvu niliyokupa naona nitakunyang'anya uwezi. Hiyo nguo nyekundu ni ya kumaliza. Huyo mtoto na muhitaji. Mtoto mgeni kwa kijiji hapa na muhitaji. Kama sijachimba kaburi mimi mwenyewe. Mkuu, samahani. Huyu mkuu kama anataka kunyang'anya mamlaka. Lakini aelewa kwamba mwanafunzi kupita hata mwalimu wake. Hiyo sitakubali. Wacha nimtafute. Kuna habari gani kwangu? Umeanza kuchukua wanajeshi wangu kwa hiki kijiji. Hakuna, siwezi kukubali kitu kama hiyo. Habari hiyo umeipata wapi? Sasa watakaje wewe? Jibu ndio hili sasa. Nilikwambia narudia, mwanafunzi anashinda mwalimu wake. Na huwezi kunipita nguvu kwa hiki kijiji. Siku gani ukasikia mwalimu wa mwanafunzi akashinda mwalimu? Hiyo ni kama nywele imekosa kumea kichwani na mea miguuni. Utajua ujui. Leo ndio utaelewa kama mwanafunzi anashinda mwalimu. Umekuja vita? Nimekuja vita, lazima nikushinde. Hey, umekuja kupigana na mimi. Mimi nimeishi miaka 200. Wewe wakuja kupishana na mimi. Hauwezi. Hauniwezi. Jinga niwezi. Bado utajuta. Ni huyu. Aliaribiwa kichwa na mkuu. Kwa mama ameteseka kweli. Sasa sijui kama yeye ndiye mamako. Huyu sasa ndio mamangu. Huyu ndio mamangu mzazi. Huyu ndio mamako. Niko na uhakika 100%. Ndio mamako. Sasa huyo mama tutaenda, mama yake iko pale mbele. Sasa boma yake huku mbele? Huku mbele. Sawa, tuende kwake. Utapona tu, sijali. Jaribu kukunywa.
Tena ongeza zako kidogo. Sikia jioni hapo utakuwa unasikia vizuri. Mama fanya kulala hapa hivi. Tena kuletea kwa ndizi ukula. Sambura! 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 Sambura mmedejesha! Sambura mmedejesha nani? Sambura! Mmedejesha nani? Mama Sambu, nini limuua mwanao? Alimnajisi. Mama Sambu, nani alinajisi mtoto wako jamani? Polisi wa mkuu. Mtoto wangu alikuwa ameenda kutafuta kuni. Nikangoja mtoto wangu arudi. Kumfuata. Pata mtoto wangu ashafanyia ile mambo. Mazoezi haya jamani. Mtoto wangu amekiwa jamani. Na mbona wewe mtu hata hajakufa? Usinikulala na lala tu.